Majaoni Shanzu. Majaoni iko katika maeneo ya Shanzu, Tange. Kuanzia siku ya leo utakuwa unatupata katika kipindi hiki kuanzia saa 2 hadi saa 2:30. Tutakuwa na dakika 30 labda pamoja na maombi 40. Kuanzia sasa hivi ukitufuatilia kila saa 2 mpaka saa 2:30, Mungu akitupa neema, tutakuwa tunaongea na wewe maneno ya Mungu ambayo yatakujenga, yatakuinua na yatakusaidia. Neno la Mungu linapokuja kwako, kuna mambo litafanya. Litafungua milango yako. Neno la Mungu litaleta uhai katika maisha yako. Neno la Mungu litaleta uzima katika maisha yako. Tunapozungumza neno la Mungu, uhai unapatikana. Neno la Mungu limegawanywa katika sehemu kadhaa. Kuna neno lililoandikwa na kuna neno lililo hai na kuna neno lililotamkwa. Neno lililoandikwa ni Biblia. Na neno lililo hai ni Kristo Yesu. Na neno lililotamkwa ni neno la Mungu linalokujia katika njia ya kiunabii. Liko katika sehemu 3 neno la Mungu. Sasa naenda kusoma Biblia ambayo ni neno la Mungu. Kisha naenda kulihubiri, manake naenda kumhubiri Kristo ambaye ni neno. Na ninaponena pia linakuwa la unabii kwa sababu litafanya kazi. Naomba tuombe tunapolisoma neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya jioni ya leo ambao umetupa, ni jioni nzuri. Asante kwa ajili ya mtazamaji wangu. Naomba neema na baraka juu yake anaposikiza kipindi hiki na kuanza kutufuatilia. Mungu wa mbinguni, njia zake, milango yake itafunguka. Kuna baraka utaiachilia ndani ya hii nyumba. Kuna baraka utaiachilia ndani ya maisha ya huyu mtu. Kuna neema utaiachilia katika maisha yake. Bwana utambariki na utatutendea mema. Asante, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Tuseme amen. Leo tunaanza ibada zetu special service saa 2 mpaka saa 2:30. Utakuwa unatupata kila siku. Nasoma kitabu cha Ezekieli mlango wa 16. Tasoma kuanzia mstari wa 1, nitaendelea kidogo. Mstari wa 1, Ezekieli mlango wa 16, Ezekiel chapter 16 from verse 1. Neno la Mungu likamjia tena kusema, huyu ni Yeremia. Ni Ezekiel. Neno la Mungu likamjia mtumishi wa Mungu Ezekiel na kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Useme, Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako watoka katika nchi ya Mkaanani. Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Mhiti. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa,
kitovu chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Hapana jicho lilokuhurumia, ujumbe huu nazungumuza juu ya mlango. Sana kuonyesha baraka zinazopatikana kwa kila mlango wa mtu aliyotokea. Nitakuonyesha shida, matatizo, laana zinazotokea kwa milango ya watu waliotokea. Na utakapotufuatilia utagundua kabisa ya kwamba kuna mahali hata wewe unayenitazama utabidi urekebishe na uangalie vizuri, kwa sababu kila taifa, kila binadamu kuna mahali ametoka, kuna mlango ametoka. Pale mahali ulipozaliwa ndio mlango uliotokea. Pale mahali ambapo umepewa jina, hilo jina lako naloitwa nalo. Watu hawapeani majina kwa sababu ufanane na mtu mwingine ama kwa sababu kitu kingine, lakini unapewa jina kulingana na mlango uliotoka. Watu wana majina matatu, na mimi nimekwambia naitwa Bernard Baya ya, na ndio maana kwa kifupi naitwa Baya wa ya. Majina haya matatu ukiyachunguza utajua ni mlango upi nimetokea. Jina likitamkwa lina identify mtu, linamwonyesha mtu huyu ametoka wapi. Hizi si habari za ukabila, lakini nazungumza habari za mlango ambao watu wametokea. Na kila mtu aliye binadamu kuna mlango ametokea. Baraka, shida, laana na matatizo zinawafuata watu si kwa sababu hawampendi Mungu. Kanisani wanaenda, wanaimba, wanaabudu, wanamtukuza Mungu, wanahubiri, wanashuhudia ya kwamba Yesu ni Bwana, lakini kuna vitu katika maisha zinafuatana nao. Na haya maneno nimeyasikia sana ya kwamba tukiokoka mambo yote yamekwisha. Ni ukweli kabisa, hata ndivyo neno linavyosema hivyo, ila nimekuja kukwambia hivi. Pamoja na hayo, nitakuonyesha Biblia na nitakuonyesha mifano ya watu ambao walimpenda Mungu wakamtumikia Mungu, lakini kuna vitu zilifuatana nao. Pamoja na kwamba wanaenda kanisani, wanaenda katika nyumba ya Mungu, vitu hivi hazikuwaacha kwa sababu hawakuwa na ufahamu, hawakuelewa ya kwamba inatokana na mlango waliotoka. Na kuna watu ambao baada ya kushajua na walipoelewa ya kwamba tatizo hili, shida hii, taabu hii imenifuata si kwa sababu siombi, si kwa sababu sitoi sadaka, si kwa sababu sitoi fungu la 10, lakini akaja akagundua ni ule mlango anaotoka. Basi kuna vile alivyofundishwa na kuna njia alizionyeshwa za kimungu, na mtu huyu akatoka katika ile njia na Mungu akamsaidia. Leo hii ako huru,
pamoja na kwamba ule mlango aliotoka bado kuna wengine wanapitia taabu, wanapitia shida, kuna mateso, kuna laana kuwafuata, lakini huyu aliyegundua na hatua na alipoonyeshwa njia akafuata, mtu huyu alisaidika na leo akavuka chini na utawala wa mlango. Kila mtu binadamu kuna mlango anatoka. Maandiko yanasema Abraham alimzaa mtu anaitwa Isaac. Akazaa watoto wawili. Mtoto mmoja anaitwa Esau na mtoto mmoja anaitwa Jacob. Biblia inasema watoto hawa hata wakiwa tumboni, mama Rebeka alipata taabu na kuna kipindi aliomba na akamuuliza Mungu, ni nini hii? Ni nini hii? Mateso gani haya? Na alipokuwa akiomba, Mungu akamjibu akamwambia, Rebeka, usilie, usilalamike, tumboni mwako na Mungu akamwajalia akazaa watoto wawili, mmoja anaitwa Esau, mmoja anaitwa Jacob. Watoto hao wakawa wakubwa. Akafika mahali baba, kulingana na sheria na desturi ya kwao, desturi ya mlango wa kwao wa Israeli ni kwamba hawezi rithisha mali mtoto mdogo, ni amrithishe firstborn, amrithishe mkubwa. Waafrika wengi ndivyo anavyofuata kulingana na milango ya Kiafrika, ni kwamba urithi unaanza kwa mtoto mkubwa, kisha baadaye unashuka mpaka kwa kitinda mimba yule wa mwisho. Lakini Mungu ni nani? Akataka kuivunja hii mila, akataka kuvunja hii desturi, akataka kuiharibu. Ilipofika kwa Isa, Mungu akataka kuanza mkono mpya wa kwamba baraka si lazima zitokane na mkubwa, baraka zinaweza kutoka kwa mdogo, baraka zinaweza kutoka kwa mkubwa, zinaweza kutoka amba Mungu vizuri, na ametokana na mila, ametokana na milango. Yeye mlango wake tu ni wa Mungu. Ameamua Kristo Yesu Bwana Mwokozi wa maisha yake, akajiingiza katika mlango ule. Mtu huyu anatolewa katika desturi, anatolewa katika mila, anatolewa katika tamaduni, anatolewa katika ule mlango, na mtu huyu awe mdogo anabarikiwa, awe wanaume anabarikiwa, awe mwanamke anabarikiwa, awe hajasoma atabarikiwa, awe alisoma atabarikiwa, maana baraka zatoka kwa Mungu. Biblia inasema siku moja Isaac akamwita mtoto wake anaitwa Esau, na akamwambia, mwanangu, nimekuwa mtu mzima. Ukisoma kitabu cha Genesis utapata maneno haya. Akamwambia, mwanangu, nimekuwa mtu mzima, angalia mimi macho yangu yameanza kukosa kuona vizuri. Yaani Isaac ameanza kuwa boss, lakini amezeeka kiwango cha kwamba haoni vizuri. Hata giza likiingia, mzee anatumia fimbo, hawezi kutembea vizuri, hawezi kuona vizuri. Akamwambia mtoto wake Esau, wewe ndio kijana mkubwa na mwenzako ni mdogo, tafadhali nataka nikubariki, lakini kabla sijakubariki kuna masharti. Kuna wazazi wengine hawawezi tamka baraka kwa watoto wao mpaka walazimishe kufanyiwa jambo fulani. Kuna milango mingine hata ukitaka baraka unaambiwa mpaka fulani aweko, mpaka fulani aweko, mpaka fulani aweko ndio tukunenee baraka. Mlango. Isaac akamwambia Esau, wewe ni mwindaji, rudi mpaka msituni, enda ukawinde, katafute nyama nzuri, umkamate na ulete, uje unipikie chakula kitamu nikipendacho mimi namna ile nipendayo, kisha nikikula alafu unipe na kinywaji nikunywe niburudike, ninene baraka juu yako mwanangu. Esau akamkubalia babaka, akamwambia, baba, nitafanya hivyo. Akachukua upindo wake, akachukua podo, akachukua uta, weka, akashika, akaenda msituni. Lengo ni kwamba aende atafute mnyama, arudi, aje ampikie babake chakula kitamu, abarikiwe kama ilivyo desturi ya Waisraeli, kama ilivyo desturi ya Wayahudi, kama ilivyo desturi ya Waebrania. Biblia inasema akaondoka, akaenda kuwinda. Nyuma akamwacha Jacob. Jacob amezoea kukaa jikoni na mama yake. Mama yake akawa amemsikia vizuri mume wake Isaac anataka kumbariki Esau badala ya Jacob. Kumbuka,
Mama alipokuwa mjamzito, Rebeka alinenewa hivi na Mungu, akaambiwa, umebeba mataifa mawili, mmoja ni mkubwa na mmoja ni mdogo, na huyu mkubwa atamtumikia mdogo, mdogo atatumikiwa na mkubwa. Hii ina maana gani? Nitambariki mdogo, na huyu mkubwa kwa sababu atakuwa hajabarikiwa, basi itabidi amtegemee huyu mdogo, ndio na yeye afanikiwe, ndio na yeye abarikiwe. Na ndipo nikakwambia mpendwa, kubarikiwa kwetu na kufanikiwa kwetu kwatokana na Mungu, si mlango unaotoka. Kuna watu wametoka milango ya taabu sana, lakini walitolewa katika hiyo milango na leo wamebarikiwa sana. Biblia inasema mama aliposikia habari hizi akakasirika, akamwita mtoto wake Yakobo, akamwambia, Jacob, hapa kuna kitu kinaendelea sikielewi. Mungu aliniambia ya kwamba mdogo atatumikiwa na mkubwa na mkubwa atamtumikia mdogo. Hii ina maana wewe ndio unafaa kubarikiwa, ili huyu mkubwa aje akutumikie kulingana na mapenzi ya Mungu, kulingana na maagizo ya Mungu, kulingana na Mungu apendavyo. Maana mimi aliniambia, na babako anajua hivyo, lakini anataka kubadilisha kanuni ya Mungu. Yeye anataka kwenda na desturi yao, yeye anataka kwenda na mambo ya mlango wao. Haitawezekana mwanangu. Na akamwambia mara moja Jacob, hivi ndivyo tutakavyofanya kabla ndugu yako hajarudi kutoka msituni, kutoka mawinoni. Ingia mara moja zizini, maana Isaac amebarikiwa, ako na ng'ombe, ako na kondoo, ako na mbuzi, ako na ngamia na wafanyaji kazi. Akasema, tutaamuru mfanyaji kazi mmoja achukue mwanambuzi mororo mdogo, tumchukue tumchinje. Kisha itakuwa hivi, mimi ndio ninajua chakula kitamu babako apendacho. Dunia nzima hakuna mwanamke, hakuna mwanamume, hakuna mwanamume ambaye, hakuna mwanaume asiyejivunia chakula cha mkewe, na hakuna dunia nzima mtu ajuaye kumpikia mwanamume asipokuwa mkewe aliyemwoa. Chakula cha maidi si tamu kuliko chakula cha kupikiwa na mkeo. Kuna wazee ambao hata kapikiwa chakula na nani, mkewe asiwepo, akitolewa chakula kikula, atakwambia hii chakula haijapikwa na mke wangu, ya mke wangu naijua mkono wake. Sasa mama Rebeka akajua hii siri, akasema, anayejua jinsi ya kupika chakula kitamu mpaka babako afurahie ni mimi. Sasa wewe ingia zizini, chukua mwanambuzi, lete mara moja, tutatengeneza maini hapa, tutapika mlo mzuri. Mimi najua vile babako anapenda chakula ambacho hakina mafuta mengi, anapenda chakula ambacho ni mororo. Nitaipika, nitaituliza vizuri kwa jiko, kisha baadaye mwanangu utampelekea. Na kwa sababu haoni, chukua advantage mara moja. Ukifika hapo, hata sauti ibadilishe, jifanye kuwa kama Esau. Na ukijifanya kama Esau, babako atakubariki. Itakuwa ndugu yako atakaporudi Esau, wewe utakuwa baraka zote umezipata. Jacob akajua hii ni nafasi ambayo siwezi ipoteza. Kuna watu ambao wamepoteza nafasi nyingi sana, hata za kazi za biashara, kwa sababu ya mlango wao. Maana mlango wao ndivyo ulivyo. Hata bahati ikafika hapa mlangoni, bado itamhepa tu kulingana na mlango aliotoka. Biblia inasema Jacob akaingia zizini, akashika mwanambuzi, akatengenezwa vizuri na mama, akapewa, akampelekea mzee Isaac, akapelekewa. Na alipofika pale, akamwambia, baba, amka ukule, unibariki kama ulivyonena maneno yako ya kwamba leo ni siku yangu ya kubarikiwa. Mzee akasema haya maneno, tafadhali songa karibu nikuguse. Mama alikuwa amejua ya kwamba mtoto wake Esau ni mtu ana manyoya mengi sana, na Jacob mwili wake ni mororo. Sasa akajua akienda mzee akisema njoni kubariki, lazima atampapasa, na akimpapasa atagusa mwili mororo, atajua huyu ni munafiki, huyu ni mkora, amekuja kuchukua baraka za mwenzake, huyu ni Jacob wala kamwe si Esau. Mama akachukua ngozi, akamzungusha mtoto wake, akamzungusha, akamfunga nayo, na akamwambia, itakuwa babako atakako upapasa atakuta manyoya kama ya Esau, na hapo sasa mwanangu, itakubidi wewe sauti pia uibadilishe iwe kama ya Esau. Leo lazima uchukue baraka zote. Wamama, Mungu awabariki, kwa sababu wakiamua kusimama na wewe utabarikiwa. Wamama, Mungu awabariki, kwa sababu akiamua ubarikiwe utabarikiwa.
Wanawake wamebeba baraka za watu, ni vile watu wengi hawajui. Lakini laiti ungejua kuna baraka ambayo inatokana na mama, ungemwacha mamako ateseke. Kama ungejua ya kwamba kuna baraka inatokana na mama, ungemwacha mamako bila kumpelekea chakula. Kama ungejua ya kwamba kuna baraka inayoweza kutokana na mama, ungemwacha mama abaki peke yake. Kama ungejua ya kwamba kuna baraka inatokana na mama, ungemtunza mama yako, ungemshughulikia mama yako. Jacob alikuwa pale, ako tayari. Mama yake anataka kijiko, anamletea. Anataka kitu jikoni, anamletea. Angalia baraka anayoondoka nayo. Amemsukuma mpaka mbele ya mumewe Isaka, na Isaka anambariki Jacob bila Isaka kujua, kwa sababu mama alitamani mtoto wake abarikiwe. Ndivyo walivyo wamama wetu. Wamama wetu hata kama hatuna mshahara mkubwa, wamama wetu hata kama hatuna fedha nyingi, wakati umeenda nyumbani amekuona, akiona mtoto wake anasikia kufurahi, akiona mtoto wake anasikia amani, moyo wake anasikia umetulia, kwa sababu ameona mtoto wake. Na mimi nimekuja kukwambia mtazamaji wangu ya kwamba mama yako hahitaji bandari ya unga, mama yako hahitaji mamilioni ulionayo, mama yako hahitaji magorofa, anakuhitaji wewe, anakutaka wewe. Mama yako akikuona wewe anasikia raha. Mama yako akikuona, wakiona mwanawe haoni fedha, hata ukawa na magorofa, mama haoni magorofa, anaona mwana. Mama haoni magari yako, anaona mwana. Mama haoni fedha zako, anaona mwana. Anakumbuka alivyokubeba mgongoni, anakumbuka alivyoamuka usiku wakati kichwa kiko na joto kwa sababu meno yanatoka. Wakati ulipoamka na usiku, wakati ulipokuwa hujielewi, mama anakubeba na kubembeleza. Kichwa kimekuwa joto, mama anachukua towel, anailowesha kwa maji, anakubandikia kwa kichwa ili wewe usiweze kuteseka, ili wewe usiweze kuumia. Wa mama, Mungu awabariki. Na ndio sababu napenda mama yangu, na nimekuja kumwambia mtazamaji wangu, mwangalie mamako sana, ana baraka zako. Mwangalie mamako sana. Kuna neema ambayo mama anaweza kuiachilia kwako. Kuna maneno mama akikwambia yatakusaidia kufanikiwa, yatakusaidia kubarikiwa. Ukiwa wewe unamtunza mama yako, nasema Mungu akubariki. Maana angalia Jacob, mpaka leo amebadilishwa kwa taifa likaitwa Israeli. Chanzo chake ni mama. Biblia inasema alipoenda akapeleka chakula, mzee Isaac akakula, na alipokula akafurahi, akapapasa, akamwambia songa karibu mwanangu, nataka nikubariki. Nimekula, nimekunywa, nimefurahi. Alipogusa mwili akakuta ndio ni Esau kabisa. Akasikiza sauti akasema, lakini mwili ni wa Esau, mbona sauti ni kama ya Yakobo? Akachange mara moja. Kuna situation ambayo, kuna wakati mwingine ka situation kakifika mahali you must change, una change haraka kwa sababu upate baraka yako. Biblia inasema akaongea kama Esau, naye Isaac akaridhika, akasema huyu ndiye mwanangu aliyekusudia kumbariki, na leo lazima nitambariki. Biblia inasema akaweka mikono na akaanza kutamka, na hivi ndivyo Isaac alivyomtamkia Yakobo, akidhani anamtamkia Esau. Akamwambia, mwanangu, ninaomba kama uwe shamba ambalo Bwana amelibariki, shamba ambalo lina umande kila asubuhi, hakutakauka hata siku moja. Maisha yako hayatakaukiwa, hakuna siku utakaukiwa. Na akaendelea kutamka baraka Isaac, mpaka anatamka, anasema, na adui zako Mungu atakuwa ni adui wa adui zako, na atakaye kuinukia wewe Mungu atamuinukia, atakaye pigana na wewe Mungu atapigana naye. Ubarikiwe uingiapo na ubarikiwe utokapo, na mataifa yote yatainama mbele zako, na watu wote watakutumikia wewe. Mataifa ya dunia yatakutumikia. Hakuna atakayepigana na wewe ashinde, na yoyote atakayepigana na wewe atapigana na Mungu mwenyewe. Imagine mtu anayepigana na wewe anapigana na Mungu. Ni nani atakayepigana na Mungu afaulu? Baraka hizi zote zinanenwa juu ya Yakobo, na Yakobo anasema amen, anasema amen. Na alipomaliza Yakobo akaondoka, Esau akaingia na kufundisha juu ya mlango. Esau akaingia, alipoingia akampikia chakula babake. Alipoenda kumpelekea akamwambia, baba tafadhali, ninaomba unibariki, nimepika chakula namna ile upendayo, chukua chakula changu ukule. Isaac akapasukwa na roho, akainuka kwa kitanda, akauliza, kwani wewe unataka baraka mara ngapi? Si umekuja nikakubariki? Akasema, baba mimi si kuja unless awe ni Jacob ndiye amekuja. Akasema, basi yaonekana ni yeye ndugu yako amekuja, na mimi baraka zote nimemmiminia yeye. Sasa wewe ulikuwa wapi? Mbona umechelewa? Akasema, mimi baba uliniahidi na nimefanya kama ulivyonituma. Akamwambia, basi mwanangu, baraka zote nimempa tayari, naonekana zimeenda na Jacobo, naonekana zimeenda na mwenzako tayari, na mimi nifanyeje sasa? Nimemimina baraka zote. Esau akamuuliza babake,
Je, baba, hakuna baraka yoyote ambayo imebaki na mimi ukanibariki? Akamwambia ipo, piga magoti. Akapiga magoti Esau akidhani anabarikiwa. Haya ndio maneno ambayo sasa Isaac anamwambia Esau, utakuwa mtumwa wa ndugu yako. Utakapokaa wewe hakutakaa watu, na utakapokaa wewe kutakuwa jangwa. Hizo ni baraka ama ni laana? Na ndiyo mpaka leo hakuna chochote tunakiona kimesimama juu ya Esau. Anaitwa udongo mwekundu. Na unajua kwa nini? Ilianza wakati ambapo alikuwa anaenda akiwinda, anarudi, anaenda akiwinda, akirudi. Nikurudishe nyuma kidogo. Kuna wakati alienda akarudi nyumbani akawa na njaa, na akamwambia Jacob, mimi nimekuja kuchelewa na nadhani chakula kimeisha. Jacob akamwambia, chakula kimepikwa, tumekula, tumemaliza. Sasa wewe kama unataka chakula, naomba tukubaliane hapa. Tukubaliane. Utafanya hivi. Kuanzia leo mimi niwe mkubwa wako, wewe uwe mdogo. Kuanzia leo nibarikiwe mimi, wewe upokee laana zote. Kwa sababu ya njaa, huyu Esau akachukulia rahisi. Kuna vitu vingine unaweza kuchukulia rahisi zikakutatiza katika maisha yako, zikatatiza watoto wako, zikatatiza wajukuu wako, zikatatiza vitukuu wako. Kuna watu ambao wametoka mlango ambao baba zao walichukulia mambo rahisi, hawakuchukulia serious. Leo wanateseka watoto, leo wanapata shida watoto, mama anapata tabu na watoto. Kumbe ni kwa sababu ya mzee wake alichukuna vitu, alichukulia so simple, leo zinatesa jamii nzima. Mlango aliotoka si watu ambao ni wa kuchukulia mambo serious. Hawa wamejaa kitu inaitwa ignorance. Biblia inasema alipokuwa na njaa akamwambia Jacob, hivyo tu ndo unataka? Kuanzia leo uwe mkubwa, mimi niwe mdogo? Basi akapiga magoti, akainua mikono, akaapa, akasema wewe nipe chakula. Jacob akamwambia, niko na dengu hapa, niko na dengu. Dengu ni chakula cha maana sana, lakini chunga, kwa sababu kilimuingiza majaribuni. Esau hakujitoa mpaka leo. Dengu, Biblia inasema alipochukua chakula na akaanza kukula, akamwambia Jacob, kuanzia leo uwe mkubwa wewe, uwe na baraka wewe, ufanikiwe wewe, na mimi nitabaki tu hivi, mtu wa kula chakula, mtu wa kula chakula, mtu wa kupewa. Unajua amepewa na Jacob na amepokea. Sasa mpaka leo mlango wa Esau ni mlango wa kupewa, ni mlango wa kupewa, si mlango wa kujisimamia wenyewe. Ni mlango wa kupewa, ni mlango wa kukopeshwa, ni mlango wa kupewa. Yani ni mlango ambao haujisimamii, hakuna baraka inayotoka, ni watu wa kupewa mpaka leo. Esau akafungua mlango wa jamii yake. Kuanzia wakati ule ni watu wa kuombaomba, ni watu ambao hawezi kujitegemea, ni watu ambao hawajiamini. Mlango Jacob akatamkiwa baraka, na kuanzia pale akachukua baraka zote. Sasa unaona, amechukua baraka za ndugu yake ya kuwa mkubwa, amekuja kuchukua baraka za baba, anataka kumbariki Esau, amezichukua tena mara ya pili. My God, mlango wa Yakobo. Biblia inasema kuanzia pale Jacob maneno yale akayahifadhi moyoni mwake. Na ndio sababu wakati sasa baba anataka kumbariki Esau, mama alikataa. Ni kama anasema, unawezaje mbariki huyu? Na yeye mwenyewe alipinga kwa mkubwa, alipinga kubarikiwa, alikataa kubarikiwa. Mlango wake huu ni wa laana, alikataa kubarikiwa. Huyu mlango wake amechagua kulaaniwa. Wachana naye, bariki Yakobo, kwa sababu yeye mwenyewe aliruhusu baraka zije kwa Yakobo. Jacob akabarikiwa. Maandiko anasema alipojua hivyo Esau, baada ya kubarikiwa na kuachiliwa laana zote na babake Isaac, akakasirika. Mlango hasira, akakasirika, akamtafuta Yakobo. Mama Yakobo ako wapi? Mama Yakobo ako wapi? Mama amemwambia mapema Yakobo, ndugu yako namjua, ni mtu wa hasira, ondoka uende kwa mjomba wako Laban. Yakobo akashika njia akaenda. Angalia alivyobarikiwa. Amebarikiwa huku na ndugu yake amemwachia baraka. Baba amembariki, mama pia amembariki. Ametoka anaenda njiani. Maandiko anasema ilipofika usiku
akapata kamsitu mahali akalala. Alipolala akaangalia jiwe tu akaliwekea kichwa. Alipolala akaota ngazi imetoka hapo imefika mbinguni, malaika wanapanda wakishuka, malaika wanapanda wakishuka. Alipoamka asubuhi akasema hapana, hapa mahali si mahali pa kawaida, hili ni lango la mbinguni. Mtu aliyebarikiwa hata akaingia msituni ataingia na Mungu. Mtu aliyebarikiwa hata akaingia kwa kisima ataingia na Mungu. Unajua Josefu aliingizwa kwa shimo, lakini kwa sababu amebarikiwa na Bwana hakufa kwa shimo, alitolewa. Hakufa kwa shimo, alitolewa. Roho ya kifo haingeweza kumpata kwa kisima. Roho ya kifo haingeweza kumpata Yakobo akiwa msituni. Kulikuwa na nyoka, kulikuwa na simba, kulikuwa na wanyama, lakini kwa sababu amebarikiwa, baraka za baba ako nazo, baraka za mama ako nazo, baraka amebarikiwa. Mtu huyu baraka za Mungu ako nazo. Alimhifadhi Mungu hata akiwa peke yake. Yakobo ako peke yake kwa msitu, lakini anatoka alfajiri akiwa mzima salama salimini, kwa sababu amebarikiwa. Aliyebarikiwa hata ukampiga vita hutafaulu. Mlango uliobarikiwa hata ukaupiga vita hautafaulu. Unaweza ukawaroga, lakini waliobarikiwa, mlango uliobarikiwa hata ukauroga, bado mlango ule utasimama, bado mlango ule utafanikiwa, bado mlango ule utainuliwa, bado mlango ule utafanikiwa. Na leo nimekuja kukwambia wachawi wataroga milango iliyolaaniwa, lakini wachawi hata wakaroga milango ambayo imebarikiwa wanafanya kazi ya bure. Maandiko yanasema aliyetubariki ni Bwana, tumwogope nani? Bwana akiwa upande wetu tumhofu nani? Bwana akiwa upande wetu tumwogope nani? Pendwa, nimekuja kukwambia mlango wa leo nitakuonyesha vile ambavyo utaingia kwa mlango wa baraka. Na kuanzia leo uchawi hauna nafasi, wakora hawana nafasi, wizi hauna nafasi, ujambazi hauna nafasi, maana mlango ambao unaenda kuonyesha ukiingia ndani uko salama. Biblia inasema akakimbilia kwa mjomba wake asubuhi na mapema alipomka pale msituni, akasema haya maneno Yakobo, akasema bila shaka hili ni lango la mbinguni. Naenda niendako kwa mjomba, safari yangu haijaisha, lakini nikirudi mahali hapo na iwapo Bwana atanibariki katika safari yangu niendayo, hapa nitamjengea Bwana madhabahu. Na Bwana, na maandiko anasema akaenda akafika kwa mjomba wake Labani, akapokelewa, akaambiwa karibu mjomba. Na alipofika kule akapokelewa, akafanywa kuwa mchungaji. Angalia mtu aliyebarikiwa huko kwa mjomba wake, akachunga mpaka ikafika mahali mjomba wake akamwambia, mjomba, kweli kabisa, lakini mimi ninajua ulikuja huku, lakini kuna siku utaulizwa ni kitu gani umepata kutoka kwa mjomba. Basi mimi nataka kuanzia leo nikulipe, na nitakulipa lini? Amua wewe. Akamwambia mjomba wake, nataka mke, tena mtoto wako. Akamwambia basi kama unataka mke, chunga miaka 7. Akasema si shida, miaka 7 kwangu ni kama siku 7, kwa sababu nimependa. Akachunga miaka 7. Ulikuwa na Raheli na Lea. Maandiko anasema akampenda yule mdogo, maana mkubwa alikuwa na makengeza. Alikuwa na makengeza. Ni wale watu ambao, mpendwa, ukimwangalia unampa chai ni kama anasema staki, lakini anataka sana. Unamnyoshea fedha ni kama anasema staki, lakini anataka sana. Ni maumbile. Akapenda ule mdogo kwa sababu amezalika, ameumbika, hana makengeza huyu. Biblia inasema alipomaliza miaka 7 akaambiwa basi tufanye harusi. Ngoma zikachezwa, firimbi zikafanywa kabisa, akaingizwa kwa nyumba. Akaambiwa haya, mtana ndiye huyo, utamwona asubuhi. Alipoamka asubuhi ni huyo wa makengeza. Akamwambia mjomba, mbona umenidhulumu miaka yangu 7? Sikupenda huyu, nimependa yule mdogo. Akamwambia sheria na mlango, naongea juu ya mlango. Mlango wetu hauwezi ruhusu mdogo aondoke mkubwa akiweko, kama vile baba yake Isaac alivyotaka kumubariki Esau amwache Yakobo ambaye ni mdogo. Ameenda kwa mjomba, mlango ni ule ule. Anaambiwa huwezi kuoa mdogo na umwache mkubwa. Habari za mlango. Yakobo akasema basi mimi simpendi huyu, nampenda huyo mdogo. Akamwambia basi mjomba, mimi nakupa opportunity, lisha tena miaka 7. Labani alikuwa mrefu sana, akalisha tena miaka 7. Akasema nitalisha kwa sababu napenda. Unajua mtu akipenda anaweza ingia gharama kwa chochote. Mtu akipenda anaweza gharimika chochote. Unajua wewe hujapata wa kukupenda, lakini ukipata wa kukupenda maisha yako yatabadilika. Wale waliopendwa kweli maisha yao yamebadilishwa. Wale waliopendwa kweli lazima maisha yao yabadilike. Maandiko yanasema Yesu Kristo ndiye alitupenda kwanza,
akafa msalabani kwa ajili yetu. Maisha yetu yamebadilika, tumesamehewa dhambi. Tena Yesu hakutusamehe dhambi tu, ametusamehe dhambi na akatuponya na magonjwa. Yesu hakutusamehe dhambi na akatuponya magonjwa tu, lakini ametusamehe dhambi, akatuponya magonjwa na akatukomboa kutoka laana. Na laana moja yao ambayo ametukomboa ni laana ya mlango tuliotoka. Yesu akatupenda. Angalia, ameingia gharama kwa ajili yetu. Jacob akaingia gharama, akalisha tena miaka 714, ndipo akaozeshwa mke aliyempenda mwenyewe. Akaozeshwa, akapigiwa ngoma. Jacob akapata wake wawili, na alipopata wake wawili akamuuliza mjomba, bado kuna nafasi? Akaambiwa nafasi ipo, kama unaweza kuchunga tena, lakini tuelewane. Ng'ombe zangu, kondoo zangu, punda zangu, ngamia zangu zina rangi moja. Kama ni nyeupe ni nyeupe, nyeusi nyeusi. Sasa wewe uchunge, lakini kondoo itakayozaliwa ikiwa na madoadoa ni yako, ikiwa na madoadoa ni yako, ni mbuzi ni ng'ombe ni yako. Mtu aliyebarikiwa na kuambia, hata ukajaribu kumulaani ukampangia njama, njama yako haitafaulu. Mzee Labani alikuwa na njama ya kumdhulumu tena huyu kijana Jacob, lakini Jacob amebarikiwa, hana laana, mlango wake ni wa baraka. Biblia inasema Jakobo akapata hekima, akatengeneza fimbo ya mlozi na akaibambua bambua. Sasa kijiti amebambua, kuna hilo maganda ya fimbo amebambua tena, hapa kuna maganda, hapa ikawa na madoadoa ile fimbo. Sasa ile ng'ombe, ile kondoo, ile mbuzi ilipopata mimba, alichukua ile fimbo akaitia mahali ng'ombe zilikuwa zikinywea maji, na ilipokunywa hayo maji, kisha baadaye akaichapa. Ilipozaa, ilizaa mtoto madoadoa. Anamweka kando, mwambia mjomba, huyu ni wangu. Sasa ikawa kila ng'ombe na mbuzi itakayozaa, farasi na kondoo na kila kitu, ni madoadoa. Mzee Labani akaketi na watoto wake akasema, baba, angalia huyu mtu sasa amebarikiwa, ana mifugo mingi. Bibi amepata wawili, mifugo, ng'ombe amekuwa na nyingi, mbuzi amekuwa na nyingi, ngamia amekuwa na nyingi, mpaka sisi hapa twaisha. Baraka zote anaenda nazo yeye, kwa sababu ni mtu aliyebarikiwa. Laban na watoto wake wakamfukuza Yakobo, wakamwambia, toka urudi kwenu, unamaliza mali zetu. Ndivyo alivyo mtu aliyebarikiwa, hata ukamwendea kinyume hautafanikiwa. Mlango wa Yakobo ni mlango ambao umebarikiwa. Maandiko yanasema alipokuwa anarudi, kama unakumbuka, akaja akakutana na malaika na akaminyana na malaika. Ninakatisha kwa sababu ya wakati. Akaminyana na malaika, na maandiko yanasema ilipofika alfajiri, malaika akamuuliza, watakaje? Akamwambia, nataka unibariki kabla ya kuja pambazuka. Malaika akamgusa panapo mfungu wa paja lake. Ikabidi Yakobo awe anachechemea namna hii, awe nikana kwamba ananyonga, awe nikana kwamba huyu ana kilema, lakini ni malaika amemgusa. Na kuanzia pale Yakobo akabarikiwa, akapewa jina, akaitwa Israel. Mlango wa Israeli ni mlango uliobarikiwa. Leo hata ukapigana na Israeli, hakuna taifa litakaloinuka kinyume cha Israeli lifanikiwe. Hakuna binadamu atakayepigana na Israeli afanikiwe. Na kwambia dunia nzima mkigeuka na mligeuke taifa la Israeli moja peke yake, taifa la Israeli litasimama. Hakuna mtu atakayepigana na taifa la Israeli alimalize, kwa sababu ni baraka iliyotokana na Mungu na kuonyesha habari za mlango. Na ndio maana nimekuja kukwambia jioni ya leo, kila mlango, kila familia, kila binadamu, kuna mlango anatoka. Kuna milango ambayo mpendwa, unaiangalia, unaihurumia, unaona mlango huu wamesoma kweli, lakini wote wamerudi nyumbani hawana kazi. Kuna mlango ukiangalia inabidi uhurumie na uwaombee. Wamefanya harusi, ameolewa, ameenda, watu walikula pilau, wakasherekea, mezi wakasona nguo, kukaja mabest man wakasona, mchungaji akawafungisha, wakavaa, harusi nzuri ikafanywa kanisani. Baada ya miaka 2-3, mlango ule si wa kuolewa na kukaa kwa wanaume, amerudi nyumbani. Dada yake amerudi, yeye pia akarudi, mwenzake atarudi. Mwisho wa siku wote waliozaliwa watoto 5, wote mabinti wote wamerudi kwa nyumba, mlango. Kuna watu wamesoma, wana madigrii, wanaendesha bodaboda, mlango aliotoka. Mpendwa,
Kufanikiwa kwako, kutofanikiwa kwako kwategemea na mlango uliotoka. Mlango uliotoka unaweza kusababisha ukawa kanisani unapiga makofi, lakini umefungwa na ule mlango uliotoka. Ukawa kanisani wewe ni kiongozi, unaimbisha nyimbo, lakini kuna mahali hapajaachiliwa, kuna mahali pamefungika. Unang'ang'ana na kazi, lakini ukiajiriwa unafutwa, ni mlango uliotoka. Unang'ang'ana na biashara, lakini ukianzisha inaporomoka. Chunguza mlango uliotoka. Unaanzisha, unapewa mtaji, unaambiwa unataka pesa ngapi, nataka hii, unapewa. Unaanzisha biashara, lakini baada ya muda biashara imetoka juu imerudi chini. Ukiangalia unaulizwa, unasema hata sijui pesa ilienda wapi. Ni mlango uliotoka. Kuna watu ambao wanadai fedha nyingi na wanalipwa baadaye. Anaambiwa milioni 1 ndio hiyo ulidai, umepewa. Baada ya miezi 2 mitatu hana hata shilingi. Ukichunguza, ukimuuliza, nakwambia sijui zilienda wapi. Ndivyo alivyokuwa babu yake, ndivyo alivyokuwa baba yake. Ni mlango waliotoka. Leo nina habari njema ya kwamba utakapotufuatilia nitakusaidia. Utatoka kwa huo mlango na utaingia kwa mlango ambao utaanza kuona mabadiliko. Takuingiza kwa mlango ambao utaanza kuona mafanikio. Utaingia kwa mlango ambao utaziona baraka za Mungu. Utaingia kwa mlango ambao utafuta laana zako, utaondoa visirani vyako, utaondoa nuksi zako, na utaanza kuona unafanikiwa. Watoto wako wataanza kufanikiwa, watoto wako wataanza kubarikiwa. Wale ambao walisoma na hawana kazi, nimetuma nije niwatangazie ya kwamba kuna mahali nitakupeleka, nitakuonyesha, na utaingia. Ukiingia kwa huo mlango utaanza kufanikiwa. Mungu anaweza kubadilisha, Mungu anaweza kufanya reverse. Yalishindikana kwa babu yako, yakashindikana kwa baba yako, yakashindikana kwa ukoo mzima, lakini kwa neema ya Mungu unaenda kubadilishiwa, unaenda kubadilika. Mlango wako unaenda kubadilika. Watolewa kwa mlango wa laana, watolewa kwa mlango wa kutoendelea, watolewa kwa mlango wa kizazi cha fujo, vita visivyoisha. Kuna milango ambayo vita vyao ni mashamba. Wameshamalizana kwa sababu ya mashamba, wamekatana mapanga. Wa serikali kaingia kati, wakaona madamu serikali imeingia kati hatuwezi tena kupigana, wakaendeana kiuchawi, wamerogana, wamemalizana kwa sababu ya mashamba. Ndivyo mlango wao ulivyo. Kuna watu ambao shamba ni kubwa, hakuna mtu anakanyaga, na hilo shamba haliwapi faida yoyote. Hata mwingine ameliacha, amesema mimi natoroka na waachia, mimi nataka niponeshe roho yangu. Maana watu wote wako kaburini, watu wote wamezikwa kwa sababu ya ule mlango wanaotoka. Kuna milango mingine ambayo kila mwezi ukifika mwezi fulani, mwezi wa pili, mpaka mtu apate ajali wafe, yani mpaka wazike. Makaburi yamejazana kwa sababu ya mlango wao. Kila mwaka mwezi wa pili mpaka wazike, kila mwaka mwezi wa ngapi sijui mpaka wazike. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu amenituma kwako nije ninene na wewe ya kwamba mlango wa laana umefika mwisho, mlango wa laana umefika mwisho, mlango wa mauti umefika mwisho, mlango wa kukosa kazi umefika mwisho, mlango wa kukosa biashara na kufanikiwa umefika mwisho. Mungu amenituma kwako, naomba utufuatilie kuanzia leo. Nitakuonyesha na wewe utaanza kufanikiwa, utatolewa kwa huo mlango. Mpendo, ungekuwa mbali lakini huwezi endelea, ni kwa sababu kuna kitu kinakuvuta nyuma. Ni ule mlango uliotoka. Kuna kitu kitaka kupiga hatua kinakurudisha nyuma. Angalia mke uliyemooa, amesababisha sasa. Angalia yale unayopitia, angalia mume ule unayeishi naye, huenda mlango aliotoka una laana. Na leo nimekuja kunena na wewe ya kwamba toka katika huo mlango, toka katika huo mlango, toka katika huo mlango. Kuna wanawake ambao hawapati baraka na mwisho wake analalamika. Nimeishi na wewe miaka 2 mitatu, nilikuwa na vitu zimeisha, ulinipata nikiwa na mali, sasa nimeporomoka. Ulinipata nikiwa na kazi, nilifutwa. Inawezekana unaishi na mume ambaye si wako. Huyo mume alikuwa wa mwenyewe na akakudanganya, akakwambia mimi sijaoa, akakoa wewe, na kule aliacha watoto 3. Watoto kule wanafunga, wanalia. Hata mama alienda kanisani akasema bwanangu alichukuliwa, kumbe uko naye wewe. Bwanangu alichukuliwa. Mchungaji akapokea sadaka na akasema naiharibu hiyo ndoa. Huyo mama aliyemchukua bwana mwenyewe, tunaharibu biashara yake, tunaharibu kazi yake, tunaharibu maisha yake. Na kweli laana ikaachiliwa ikakuja kwako. Kwa sababu gani? Wewe nawe ndivyo mama yako alivyokuwa, ndivyo nyanya yako alivyokuwa. Hakuishi na mume mmoja, wewe nao umefikisha 2, kama yule mama ambaye alikutana na Yesu katika kisima. Yule Msamaria aliambiwa mume uliye naye ni 5, na akasema umeniambia ukweli.
Una mume wa mwenyewe, kaa naye muulize vizuri. Unaweza kuwa unateseka, kumbe mwanaume huyu wewe huoni umri wake umeendelea. Anakuwaje mtu wa miaka 40 akwambie sijaoa? Inakuwaje mtu wa miaka 50 akwambie sijaoa? Nilioa tukaachana. Muulize watoto wake wako wapi. Anaweza kukufungulia mlango ambao utasababisha laana. Anaweza kufungulia mlango ambao ndugu hautaweza kujitoa katika hiyo hali. Lakini nimetumwa na Mungu nikuambie maneno haya, na wakati utakapoyashika maneno haya, utakapoyakubali maneno haya, utatoka na Mungu atakusaidia. Mungu atakufungua, Mungu atakuweka huru, Mungu atakukomboa. Naomba kwa jina la Yesu Kristo, ninapomalizia mpendwa, usiniulize leo sasa nitatokaje. Niko na wewe kuanzia kesho, na nitakufundisha, nitakuonyesha vile ambavyo utatoka kwa huo mlango, vile ambavyo utatoka kwa huo mlango. Naomba utufuatilie kuanzia leo, na kesho nitakuwa hapa nikinena na wewe mpendwa, takuonyesha vile ambavyo utatoka kwa huo mlango, na kwa kweli utatolewa, na kwa kweli utatoka. Utaanza kuziona baraka za Bwana, utaanza kuona neema mpya, utaanza kuona kibali kipya, utaanza kuona progress ukiendelea mbele. Hiyo roho ya mark time itaondoka, hiyo roho ya stagnation itaondoka. Utaanza kupiga hatua na utaenda mbele. Nataka niombe na wewe. Nimekuonyesha habari za mlango. Kuna watu wanatoka milango ambayo imelaaniwa. Wako kanisani, nimekwambia kwenda kanisani si shida, kupiga makofi si shida, kwenda kuimba kiongozi wa kwaya si shida, kuwa kiongozi wa kanisa si shida. Lakini mlango uliotoka unaweza kukusababisha ukang'ang'ana, wewe ukang'ang'ana, watoto wakang'ang'ana, wajukuu wakang'ang'ana. Nina siri nitakwambia, utatoka kwa mlango huo. Tulikuwa hivyo, lakini nikatolewa kwa huo mlango. Leo Mungu amenibariki, nimeiona neema yake, nimeona baraka zake. Na wewe nilivyotolewa na Mungu, na wewe utatoka. Tufuatilie kesho katika peji ya Choice Chapel Ministry International, utatupata. Nitanena na wewe siku kadhaa zijazo. Nataka nikufundishe kwa kirefu, na kwa kweli mpendwa, kuna baraka itakuja na utatutafuta. Utachukua namba za simu, utanipigia. Na wale walio karibu na Choice Chapel Ministry, kanisa yetu iko Majaoni wapi? Unapofika Shanzu Teachers Training College, wale wanaotoka Nairobi, wale wanaotoka Ukunda, wale wanaotoka Kilifi, wanaotoka Malindi, ukifika mahali kunaitwa Shanzu Teachers Training College, basi ukiuliza bodaboda yote, nipeleke kanisa moja inaitwa Choice Chapel Majaoni kwa pastor mmoja anaitwa Baya Waya, utaletwa moja kwa moja mpaka hapa. Na namba ya simu pia nitakupa, na wale ambao tayari anataka kuandika ni 0722577825, 0722577825. Narudia tena 0722577825. Hiyo namba ukipiga mpendwa, nitakuelekeza, utafika kanisani. Ngoja nikumalizie na huu shuhuda kabla sija kuombea. Nilihubiri mkutano mahali fulani sehemu za mbali kupita Malindi. Nikaalikwa na wachungaji waliokusanyika, na nikaenda nikakuta mkutano mkubwa umeandaliwa, na nikahubiri. Nilikuwa na siku 4 za kuhubiri, na nikahubiri. Ilipofika siku ya Jumamosi nikiwa nahubiri, mwanamume mmoja katoka mbio kule kwa viti, akapiga kelele na akaja akaanguka. Sikuwa mwepesi wa kumwekea mikono. Nikamuuliza, ndugu yangu kuna nini? What is happening my brother? Haya ndio maneno alionishangaza nayo. Aliniambia, mhubiri, umehubiri na umeongea juu ya mlango. Mimi nimekuja uniombee, unisaidie, kwa sababu hivi unavyoniona, naomba unisikize vizuri. Hivi unavyoniona mimi, nina wiki ya pili hii nimezika mke wangu wa 4. Nilioa wa kwanza, alipozaa mtoto wa kwanza akafa. Ni baada ya miaka 2 nikaoa wa pili, alipozaa mtoto mmoja akafa. Nikaoa wa 3, alipozaa mtoto mmoja akafa. Huyu naye amezaa mtoto mmoja, ameacha mtoto mchanga. Nitaenda wapi? Nilipokuwa nikimhoji akaniambia baba yake alizika wake 5, akaacha watoto 5, na huyu ni mtoto wa 4 katika ile jamii aliyotoka. Unaona mlango ulikuwa unafuata. Nikamwelekeza
nikaomba na yeye, lakini baadaye akanipigia simu akasema natamani nije kanisani mchungaji. Akaja kanisani hapa Choice Chapel Majaoni, tukaja tukawa na maombi yeye karibu siku 3, tukafunga, tukaomba, tukamwita Mungu, tukamtafuta Mungu vizuri, na yeye naye kuna vile tulimwambia akashika maagizo na akafanya simple instructions, akashika, na alipofanya alifanikiwa sana, akafaulu sana, akarudi, Mungu akambariki, akaoa msichana, na kwambia sasa hivi ana watoto 3. Yule msichana anaishi, na ninaamini hata kufa ataishi, naamini ataishi, naamini ataendelea, na mzee amebarikiwa, amepata kazi. Alirudi akashuhudia akasema, nimeona mambo ya ajabu, nimeona mambo ya ajabu. Mlango ulikuwa umenifunga, lakini leo baada ya maombi nimefunguliwa, niko huru, nimefunguliwa, niko huru. Saa hii ana watoto 3, lakini kawaida alikuwa akizaa mtoto wa kwanza mwanamke anakufa, alizika. Lakini baada ya maombi na kumwambia ile mikakati inayofuata ifate, ili kwamba aweze kufanikiwa, alizingatia, na baada ya kuzingatia yeye amefanikiwa. Na ndio maana nimekwambia tufuatilie kuanzia leo na kesho na kuendelea. Nitakuonyesha vile wengine walisaidika na wakatolewa katika milango ya laana, na leo wanaishi katika baraka za Mungu. Nataka niombe na wewe mtazamaji wangu, nitazama, kama itawezekana nyosha mkono tu niombe na wewe. Nataka nikubariki, na hii ni njia moja yapo ambapo unaanza kutolewa katika huo mlango, kwa sababu ni roho ya utiifu. Baba, katika jina la Yesu naomba na mtazamaji wangu huyu, Bwana, mlango aliotoka wewe ndio unayeujua. Inawezekana ametoka katika mlango wa taabu, inawezekana ametoka mlango ambao wakiolewa wanarudi wote hawa, inawezekana ametoka mlango ambao wakiajiriwa kazi wanafutwa, inawezekana ametoka mlango ambao kila mwaka mpaka wazike, inawezekana ametoka mlango ambao hata wakianzisha biashara wafanikiwi, nyumba yote. Kwanza ni bodaboda, wa pili ni bodaboda, wa tatu ni bodaboda, wa 4 ni bodaboda, nyumba yote ni mabodaboda. Na kataro hiyo kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, umenituma kwa mtu huyu, umenituma kwa watu hawa, na kuanzia leo Bwana unamtoa katika mlango alio, Bwana unamtoa katika huu mlango, Bwana unamtoa katika mlango huu, na kuanzia leo atakuwa huru, kuanzia leo atafanikiwa, kuanzia leo atafanikiwa. Hatakaa tena katika mlango wa mateso, hataishi ndani ya mlango wa shida, hataishi tena mlango wa magonjwa, katika jina la Yesu Kristo. Milango ya magonjwa tunaifunga leo katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, sikia maombi haya, mtoe mpendwa huyu katika taabu hiyo, na Mungu msaidie akaone wema na neema inayotokana kwako. Asante Bwana Yesu, kwa sababu utambariki na utamtendea mema. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini, sema amina. May God bless you. Shalom. Shalom. Nimekwambia ukitaka unaweza ukatafuta kwa hiyo namba 0722577825. Ukipiga hiyo namba saa yoyote nitaongea na wewe, nitakuelekeza kama unataka kukuja kanisani, tutakusaidia, utatoka kwa huo mlango, na ninaamini baraka za Mungu zitaanza kufuatana na wewe. May God bless you. May God bless you. Shalom, shalom, shalom. New grace, new favor. No Jesus, no life. May God bless you. Shalom. Nasema furaha yangu Bwana Yesu, kweli furaha yangu Bwana Yesu, furaha ya moyo wangu hata mpata tuna. Bishop Alphonse Bayo wa kanisa la True Deliverance Ministry pamoja na Majaoni Pastors Fellowship wanaweka revival kubwa sana. Jumapili tarehe 30 mwezi huu kutakuwa na mwimbaji mashuhuri kutoka Tanzania, Cosmas Dimule. Atakuwepo akiimba nyimbo za Injili. Siku zote tunaimba siye Yesu ni Bwana, hata leo tunaimba tena Yesu ni Bwana. Bila kusahau mwimbaji huyu atakuwa katika mkesha wa Ijumaa tarehe 28 pamoja na Bishop Bernard Bayo atakuwa akihudumu wa kanisa la Choice Chapel Ministry. Vile vile kutakuwa na watumishi mbalimbali watakao huduma, ikiwemo Daniel wa kanisa la Sauti ya Mkombozi Majaoni.